Davi Nairobi bura irenda kura. Hiyo kwanza hiyo ni ngumu. Hiyo ni ngumu. Mvuye mu mujyi. Imvura iri kugwa. Imvura iri kugwa. Umeenda ama umetoka Nairobi? Natoka Nairobi, mvua imenyesha. Si ni hivyo? Nyuma Nairobi bura ni aura. Nyuma Nairobi bura ni aura. Ne bura na yaura. Muraho neza, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi nagarutse, nubwo twari tumaze iminsi tudahari cyane, ariko today is today. Uyu munsi ni umunsi w'abantu b'inzobe. Cyane. Abantu b'inzobe nibo nibanzeho uyu munsi. Rero nk'uko bisanzwe ni ku Isamaza B, umugisha mu kwatura neza ku bana twabyaye, ku miryango yacu, hanyuma ibintu bigakomeza bikagenda neza. Uyu munsi rero tuvuga n'umutumirwa, ariko uyu mutumirwa ni sister wanjye. Uratwibwira? Uraza kubishobora? Yego. Uyu mutumirwa wanjye rero ni umunyakenya. From Kenya original. Ariko umunyakenya w'umwana mwiza, inshuti yanjye, inshuti zacu, umaze kumenya n'ikinyamurenge. Nunamubona mu muhanda uzirinde kumuvugaho kuko azaba kumva. Anne, how are you? I'm very fine, thank you. You are good. Yes, I'm good. Na uko murembo kabisa. Asante. Murakoze. Uko mrembo kabisa. Na vyenye sasa unachekanga kila siku, kila saa. Mtu wa kufurahia. Mtu wa kufurahia kabisa. Unaweza watwibwira? Ongea kwa Kiruga. Okay. Yeah. Amazina nitwa Anne Wangoe. Ndishimiye kuba hano muri inshuti. Kuko mukatufikiria. Okay. Biranezeza cyane. Kuko muri inshuti nziza tuzakora imirimo myinshi. Wow. So ndashimiye kuba hano. Asante sana. Tugiye gukoresha indimi zivangavanze. Ari Igiswahili sinkizi cyane, nawe ikinyamurenge ntakizi cyane, ari Icongereza sinkizi cyane. Nukuvuga ngo tugiye gukora mixed indimi zose. Mbese East Africa tugiye kwizenguruka. Yeah, nibyo bigeze. Urakoze cyane kutwitaba. Anne rero ni umumama w'umunyakenya. Abantu bazi muri Kenya ni Umukikuyu. Turasengana mu rusengero iwacu kuri Zion. Ariko ni umumama mwiza. Alafu Anne tunaenda kuongelea kuhusu watoto. Malezi ya watoto, parenting. Hapa kwa hii YouTube channel tunatumia sana malezi ya watoto. Parenting. Naulizanga mara ya kwanza. Mtoto analelewa na nani kati ya baba na mama? Malezi muhimu sana ni gani? Mi kwa upande yangu, kwa opinion yangu ni sana ni mama. Juu wakati mwingi mama ndio uko na watoto ile masaa mingi. Nyumbani ndio umeachiwa watoto, mzee ameenda kutafuta. Binafsi nahisi kama mtoto analelewa na mama sana. Kazi ya mama ndio mingi. Okay, thank you so much. Alafu mama na baba, nani anafaa akanye mtoto? Kwa kukanya na kudiscipline. Yes. Ni baba. Juu kwa vile tunajua hata kwa culture na kiutamaduni na everything, baba ndio ako juu yetu. Ni yeye ako na sauti ile watasikia kweli. Tumeambiwa mama unaweza funza pia, lakini kwa ile ya kusikika kabisa nahisi kama baba ndio ako na hiyo authority. Okay. Lakini mimi najua kama
kama tumesema malezi ya watoto ni kati ya baba na mama, alafu na mama ndio anakuanga na wakati mwingi wa kuishi na mtoto, anamuelekeza hii si sawa, hii ni sawa, endelea. Sasa tutangoja hiyo wakati baba ametoka huko kwa kushughulika akuje akanye mtoto ama amuelekeze? Ni swali mzuri. Kwa maoni yangu, ukiwa mama venye unashinda na mtoto, kuna ile inafika mahali uweza kumrekebisha wewe peke yako. Kumbuka pale mwanzo tulisema parenting ni 50-50. Ukisema ni tumeshinda na watoto mchana, jioni ni yeye pia unamuelezea venye kuko. Na hisi yeye ako na more voice, ako na voice kubwa, authority iko. Juu pia ako kwa authority kwa kwetu sisi wenyewe. So hata kama tunashinda na watoto sana, kuna ile discipline yenye mzee anaileta kwa meza, inakubalika na kila mtu. Hapo ndipo inakuwa balanced. Alafu kuna kama mama anashinda kwa nyumba na watoto, alafu baba anakuja kama mtoto amefanya makosa, alafu mama hakurekebisha mtoto kama amefanya makosa, alafu baba akifika nyumbani unamwambia, baba akifika itakusema. Kwani hiyo language ni nzuri kabisa ama? Hiyo sioni kama ni mzuri juu mko the same side na baba. Mkisema mtoto asikule switi, asikule. Si ati unampea alafu baba akikuja unamwambia nitakusema ulikula switi. Unaona hapo unaleta mabishano yenye haieleweki. Itaonekana ni kama baba ako mkali. Ni mkali na atawaogopesha, lakini yeye anafanya authority yake. Lakini pia wewe unafaa ukataze, ndio hata ikifika ni kwa baba ikuwe alikuwa ameongelelea ni kukataa asikie. Asante sana. Alafu nilikuwa nataka tufanye comparison kidogo. Umekuja kwa community ya Wanyamulenge na community ya Wakenya, umeona kuna different ya malezi? Sana. Kama hivi mimi niko na watoto 4. Na nyinyi naona mnapata wengi 8, 10. Na sio kwa ubaya nisipigwe, watoto ni wazuri. Lakini kulea yenyu ni tofauti na yetu. Tuanze na yetu. Yetu ukiolewa ama ukijifungua mtoto, wanakuja kukusura tu. Na hatukai in a community, hatukai hivyo kama wewe na wakukusaidia hivyo wa family. Lakini kwenyu naona mnaishi na mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, sister yako wote mko hapo. So hiyo ndio community sasa. Kabisa community yote iko hapo. So hata kulea ni rahisi. Hata kuna mtu ameniambia hapo, rafiki yangu akaniambia, nyinyi wa Kenya mnasumbuka na watoto. Naona kwa duka umebeba mtoto. Kwa wapi unabeba? Kwa church unabeba. Sisi ukijifungua mtoto ajue kukula ama kukunywa, hii unamwacha. Anaenda kwa community. Na una huyo mzigo ya wewe ni mama, wewe ni kila kitu. Ndio imenifurahisha. Juu tunaona uko na 5. Na mimi yangu 2 watoto inanishinda. So unaona yenyu inakuwa rahisi. Inakuwa rahisi. Yetu inatukua ngumu kidogo. Hapo ndio nimeona tofauti. Yaani hapo kuna somo mnaweza mkaa. Sana. Sana. Lakini unajua tukisongamana sana kwa hizo familia zetu, lakini ndio kuna kuanga na mashida. Nyinyi hamkuangi na hizo? Hatuna. Lakini hakuna mtu ule perfect. Hauwezi sema ati nitakaa mbali na ule mwenzangu ndio juu ni wenyu tu. Differences ziko, lakini kwa hizo differences bado mnasaidiana. Juu hata kuna mazuri ndani, kuna advantage. Unamwachia mtoto, unachunga mwingine hivyo. Hiyo tu ni part ya life. Ni part tu ya maisha. Mwezi kati juu hata mwenye mko naye kwa nyumba lazima mtakosa. Hata mtoto wako si mnakosana. Si ndio? So naona ni vizuri hata
mkiingiana ndio vizuri zaidi. Juu makosa haiwezi kosa. Haiwezi kosa. Lakini pia mko familia, mnajua mnasuluhisha vizuri, kutatua. Okay. Yeah. Vizuri sana. Na unaongea vizuri. Ni kama wewe umeingia sana. Yaani saa hii unanishinda. Saa hii unanishinda Kinyamurenge na Kimira. Alafu nilikuwa nataka niulize kidogo kuhusu mtoto mwenye ako kwa tumbo. Unajua mama akiwa na mimba wanatuambianga ati unaweza ongelesha mtoto ukifurahi na mtoto anafurahi. Ukikuwa na huzuni mtoto anazaliwa ako na hiyo huzuni. Alafu kama wewe Mkristo unaweza ongea nini kwa hiyo? Hiyo ni swali mzuri. Hivyo umesema ni kweli. Tangu ile wakati mtoto amekuwa kwa tumbo, anachukua undani wetu. Inakuwa ana feel. Ukikuwa na huzuni anaifeel, anaisikia ndani mwake. Ukiwa na furaha anaisikia. So huwa inaadvaisiwa, huwa inaambiwa na daktari ni vizuri unaishi ukiwa stress free. Ile mtoto asikuwe affected, ambiwe ati ulikuwa na hii shida, ulikuwa na hii shida. Cause kwa nature yetu na venye Mungu ametuumba, mtoto si mtoto tu akizaliwa, mtoto anaanza ile wakati hadi ako kwa tumbo. Kwa hivyo ni vizuri hata akiwa kwa tumbo tunamwambia maneno mazuri, maneno ya baraka. Akikuwa kwa hii dunia atakuwa vizuri. Atakuwa hiyo. Kuna kitu inasemekana mama hiyo period ya kubeba mimba kama hajatamka maneno mazuri kwa huyo mtoto, yani unazaa kitu yenye umebeba mwenyewe. Kama uko na maneno mabaya kwa roho ama hauko na, naweza ongelea aje niseme kwa Kiruga, niosema udafite umutima mwiza na wa mwana avuka atanezerewe, atishimye. Sasa ni nini unaweza advise huyo mama ako kwa shida? Si unajua mama uko kwa shida na uko na mimba, hautakosa hiyo maneno kuwazawaza vibaya. Kama ako na baba mwenye hamchukulie vizuri, unajua hiyo roho ako nayo. Sasa utaadvise huyo mama aje? Mwenye ako na maisha si mazuri, lakini ako na hiyo mimba na anafaa kujibeba kama mtu mwenye huyo mtoto ya mabaya isimpate. Ya kwanza ni kuomba Mungu. Asante sana. Kwa hii dunia hakuna kitu mzuri kama kuomba Mungu. Dunia anajua kesho yetu na kesho kutwa, na mara mingi kama mama ama wazazi tunakuanga na hiyo hofu ya kesho kutafanya nini? Kesho huyu mtoto nitampea nini? Baba yake ako hivi na niko hapa. Lakini ukikaa ukiishi, kwa Kizungu anasema uishi kwa kila siku, uishi kwa hiyo siku tu. Kesho Mungu anajua. Kama kesho hakuna. Live a day at a time. Hivyo leo kesho Mungu anajua. Huyo mwenye anakupea stress, mtoto atakula nini, atavaa nini, Mungu ndiye anajua. Hiyo ya kesho uachie Mungu. Ndio tushote hii mashida ya kukua ati mtoto umemzaa na mashida mingi hajafurahia. Na pia wewe kama mama uko kwa hatari juu ukipata pressure ugonjeke ama mashida ingine, so unaona inaongezeka. So vizuri ni kuepukana tu. Unajaribu unaepuka juu ni ka period kadogo. Mungu atakuwezesha. Murakoze cyane bavandimwe, ikiganiro cyabaye kirekire, igiswahili cyabaye kirekire kabisa, ariko uyu mama arimo araganira neza, afite inyigisho nziza. Nari mubajije ikibazo kivuga ngo ese wa mama ufite ikibazo ariko atwite, ku buryo agera igihe cyo kwiganyira no kwitekerezaho akaba yovuga amagambo atari meza atwite, ni iki wamufasha? Arambwiye ngo icyambere no gusenga Imana. Iryo jambo riramfashije. Amina. Tanze haleluya. Icyambere no gusenga Imana, Imana ikabigufashamo kuko ntabwo twabyishoboza. Imana niyo yonyine idushoboza. Ugasenga Imana
ikagufasha muri cya gihe kigufi cyo gutwita ufitemo n'ibibazo, Imana ikagufasha ukazagera igihe ukatura umutwaro neza, kandi na wa mwana adakomeretse nawe udakomeretse, kuko n'ubundi n'umubyeyi iyo atwite aba ari muri risike, nawe ubwiwe ashobora kugira pressure, ashobora kugira ibibazo byinshi kubera ko atwite afite undi muntu muri we, ariko wegera Imana ugasenga, Imana ikagufasha cya gihe gitoya cyo kubyara ikibazo wari ufite kigakemuka. Murakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo nshaka kukubaza, sahi unataka ujibu kwa Kiruga. Tajaribu. Sisi kwa kimila yetu abana b'abakobwa basichana ntabwo ntibagira agaciro, Ni wa thamani sana. Si wa thamani sana. Sisi wanapendanga vijana sana kwa familia zetu. Nyinyi ni aje? Ni hivyo. Kama una kijana ni kama hujaza. Alafu naweza ambia nini hao watu wako na hiyo mind juu watoto ni watoto. Utoto ni gift from God. Alafu ukipata msichana ati haujazaa, unaweza ambia hao watu nini? Mimi nitasema mtoto ni mtoto. Baraka haimaanishi ni kijana ama ni msichana ataleta. Wote kwa mpangilio yote ya Mungu kuna ile baraka mtoto anakujanga nayo. Anakuja na sahani na yake. sahani yake na baraka yake Yeah. na kila kitu. Kwa hivyo hakuna ati kuna kijana nikiwapata ndio nitakuwa pesa mingi ama wasichana. Tuchukulie watoto wote ni baraka kutoka kwa Mungu. Asante sana. Alafu ku burere bw'umwana ku ruhande rw'umugabo afite shares ziwe ku mwana, umugore nawe akagira ibindi agomba kuzuza ku mwana. Mwebwe murera gute abana b'abakobwa? Sana sana wasichana. Wasichana. Malezi ya wasichana. Malezi ya wasichana sana sana tunaielekeza kwa mama. Si ni hivyo? Ama si hivyo swali? Ni hivyo. Kama ni kwa mama na auntie na shushu. Juu yote kwa msichana, huwezi achia baba ndiye anamfunza mambo ya usichana. Kikwetu tu bado ni kama hivyo, analelewa na mama na shushu na auntie. Okay. Alafu huyo msichana kwa kimila yenu ama kwa saidi yako, huyo msichana na kijana unaona sana sana ni nani unataka sana sana? Kutaka? Au usichukulie ati nataka kijana. Nasema nani mwenye anaweza kusaidia sana? Kwa hiyo wakati tuko, hakuna ati huyu ndiye atafanya, huyu ndiye atafanya. Mi kwangu, hata kama wa vijana tunawapea hiyo agachiro, hiyo ya juu sana. Pia wasichana naona wameinuka sana. Pia wao wanasaidia wazazi, unaona wako na job, wako na nini. Hata kama ako kwa mzee bado anajitahidi. I think saa hii imebalance. Si kama kitambo. Saa hii huwezi egemea pande moja. Una support wote. Abantu turimo tuganira uyu mama afite inyigisho nziza, tuzakomeza tubane kandi ari hafi kugira ibyo azatwereka. Tuzakomeza tujyane kandi nawe muzamushigikire. Alafu nataka kukuuliza maswali kidogo ya Kiruga. Kama nitaweza kujibu. Ukiangalia sana sana si ni the same? Ni the same. Kwanza kwa Kikuyu ni the same. Ni the same. Words mingi ni the same sana. Zinakaanga. Nyinyi Bantus. Si ndio? Ukitaka kuambia mtu kuja hapa. Na lugha yangu? Nasema ya kwetu. Kiruga hii yenye umejifunza. Kukuja hapa, ngwino hani. Na Kikuyu? Ukahaha. 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 Na mimi nataka kujifunza pia hiyo. Nitakufunza. Kuja hapa, ukahaha. Ukahaha. Ngwino hani. Ngwino hani. Okay. Ukitaka kusema mvuye mu mujyi, imvura iri kugwa. Na lugha yangu kwanza. Aya. Dathi Nairobi, bura irenda kura.
Hiyo kwanza hiyo ni ngumu. Hiyo ni ngumu. Mvuye mu mujyi. Imvura iri kugwa. Imvura iri kugwa. Umeenda ama umetoka? Natoka Nairobi, mvua imenyesha. Si ni hivyo? Nyuma Nairobi bura ni yaura. Nyuma Nairobi ni bura ni yaura. Ne bura na yaura. Lakini ngumu. Lugha ya mtu ni ngumu, ni ururimi. Hiyo ndio ngumu kuliko Kinyamurenge. Si ndio? Nyuma Nairobi. Nyuma Nairobi bura ni yaura. Bura ni yaura. Hivyo. Nyuma Nairobi bura ni yaura. Bura ni yaura. Mvua imenyesha. Bura ni yaura. Weka hapo tu. Bura ni yaura. Bura ni yaura. Mvua imenyesha. Bura ni yaura. Hiyo kitu ni ngumu. Alafu bedsheet inaitwa aje? Nini hiyo? Bedsheet. Kwa no, shuka wolele. Shuka wolele. Olele ni bed. Shuka ni shuka. Olele ni bed. Ni bed, ni kitanda. Shuka wolele. Twasomyana. Alafu kwa Kinyamurenge bedsheet. Yes, sijui. Ni shuka kawaida tu. Shuka tu. Na kitanda ni gitanda. Uburiri cyangwa gitanda. So unaona? Nijesema uburiri. Na wewe umesema olele. Ndio ndio kabisa. Haya, alafu tutaenda tukisoma hiyo Kikuyu, Kinyamurenge pia na Kiswahili. Juu hizo zote ni lugha tunataka tujue wote. Juu tunataka kukua integrated kabisa kwa community zote. Tukue Kenya na tujue lugha. Hatuwezi jua zote juu ni mingi. Lakini mtu akikuongelea kwa Kikuyu usipotee. Na kama hivi wewe hakuna mtu mwenye anaweza kuongelea kwa Kikongo. Wewe umejua. Okay, asante sana. Umefanya vizuri kukuja. Asante. Na nimewaambia wapenzi wangu kuna vitu anatutayarishia mingi. Mkimuona tu ujue kuna vitu tunaenda kusoma hapa. Orere. Na bura kusoma na bura. Mvua. Asante sana. Asante sana. Ndabashimiye inshuti zanjye. Twagira ngo tuganire gakeya n'uyu mumama kubera ko afite ibintu byinshi kandi twaganira ibintu byinshi, noneho tukavangamo n'ururimi rw'Igiswahili kuko aribwo dukoresha cyane nubwo tutaruzi cyane, ariko turagerageza. Hanyuma mukomeze mudushigikire, dukomeze tujye imbere kandi dukomeze twite ku bana n'imiryango yacu. Murakoze, Uwiteka abahire.